Naam, mtazamaji wa Itambue Sheria TV. Je, umewahi kusikia msemo semao mahakama sio babako wala mamako, kwamba itakusaidia kitu ambacho hujakiomba? Msemo huu unamaanisha kwamba mahakama inatarajia pale mshtaki ama mtu anayedai haki fulani kwa mahakama ataenda mahakamani na hoja, ushahidi, ili kusaidia mahakama kufikia uamuzi. Hii inamaanisha kwamba mahakama inatumika tu kama jukwaa la kusikiliza kesi, lakini ushahidi na hoja zinajengwa na yule mtu anayeshtaki au anayedai haki yake. Lakini unapodai haki, hakikisha unapoandika shauri lako mwishoni unaweka maombi yako. Nini unatamani mahakama ikufanyie? Ni ombi lako ni lipi ambalo unategemea mahakama itakutendea kama wewe mshtaki au mtu unayedai haki yako? Kwani mahakama yenyewe haijui eneo la tukio lilikuwa ni wapi au nini kilitokea. Hivyo basi, mtazamaji, unapodai haki au unapoandika shauri lolote mahakamani, hakikisha mwishoni umeweka maombi kwamba mimi fulani bin fulani nimefanyiwa 1 2 3 na ninaomba mahakama inisaidie katika hili na hili na hili. Kwa hiyo moja kwa moja unapata utatuzi, kwani tunasema mahakama sio baba yako wala mama yako kwamba itakupatia kile ambacho hujakiomba. Kwani mzazi anaweza kukupatia huduma kwa kuangalia tu kwamba mtoto wangu hasa ana njaa, inabidi nimpatie chakula, lakini mahakama yendi hivyo kwani kwa eneo la tukio. Hivyo basi, unapoomba msaada wowote kimahakama, hakikisha mwisho umeweka maombi. Asante.